unajisikiaje na hali? I say hii kwanza ni complimentary, yani ni faraja kubwa. Aliyofanya jambo hili abarikiwe. Kutukutanisha wasanii sio jambo dogo, acha mengine yote, lakini ile kwamba tumekutana wasanii. Wajua wasanii kukutana ni kazi sana, siku za weekend kila mmoja yuko busy, lakini kupata opportunity kama hii itumike vizuri ya. Unatamani hiyo inatokea labda mara ngapi kwa mwezi au kwa wiki, kitu kama hiki? Ingefanywa kama kila mwisho wa mwezi, Jumatatu ya mwisho wa mwezi au Jumanne ya mwisho wa mwezi. Wasanii wengi wako free, kwa hiyo tunajenga sanaa. Yeah. Vitu gani ambavyo mara chache hata kama mkikutana labda na wasanii mna discuss zaidi, na madini gani ambayo mnapeana? Kwa sababu hatukutani sana, yani nisiwe muongo. Mimi babu yenu CD yangu haina nafasi ya kuweka uongo. Tunazungumza mbambamba tu, mapenzi ni upumbavu kwa hiyo lakini tukikutana kama hivi, kwa kusema kweli, kila mmoja ana tension pale, atafanya nini. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Na inapotokea mnakutana maeneo kama haya, stori nyingi zinakuwa ni za namna gani? Kwa sababu tunaelewa umri wako ni mkubwa na wengine wanakuwa umri wao ni saizi ya kawaida, vijana wengine wanakuwa ni vijana wadogo kama mimi hivi. Stori ambazo zinakuwa zinabalansiwa hapo ni za namna gani, ili kila mmoja aweze kuondoka vizuri? Sana ni furaha tu, na alafu umri ni namba tu. Mimi namthamini msanii mdogo mchanga anayekuja, aliozeka zaidi yangu, kwa sababu mwisho wa siku akili ni yako. Unayoambiwa changanya na ya kwako, usonge mbele. Hakuna binadamu ambaye hana mabaya. Wewe ukianza kumjaji mtu yule unamwona hivi, ile inakupotezea muda. Yeah. Yes, nimekushuhudia mara kadhaa ukiwa una perform kwenye sehemu mbalimbali za starehe nini na nini. Natamani kujua inspiration imetokea wapi kwanza mpaka ukuona unaimba kwenye zile nani. Kuna wengi pia nadhani wanatamani kujua kwamba inspiration ya kuimba kwenye masehemu kama haya starehe na vitu kama hivyo ilianzia wapi? Mimi nimetokea kwenye familia ya kisanii, kwa sababu babangu alikuwa na bendi kabisa ambayo watu wengi hawaijui. Kwa nilianza kuupenda mziki mimi tangu nafikiri niko darasa la 4 la 5. Unaona na vile kama hawa nje nilikuwa nawaona tangu wanaitwa Revolution. Kwa hiyo inspiration zimetokea kwenye sehemu kama hizo. Mimi nimetokea Tanga, unaona na bendi za kina Mama Shakila marehemu, kina Mzee Mabruku Njenje, na ukizingatia mzee wangu alikuwa ana bendi ya taarabu. Kwa hiyo mziki uko ndani ya damu. Na umefanya kwa muda gani mpaka sasa? Rasmi naweza kusema nimeanza mwaka 85. Ni kama miaka 40 iliyopita. Kwa hiyo ni kila bata sasa hivi ni acheni. Nimepitia mengi sana ambayo siku moja nikisema naandika encyclopedia ya babu, wale wenye matusi wamepungua, watarudi alafu wataniambia I'm sorry babu, kwa sababu mambo ni mengi. Natamani wewe unanihoji, labda nikupe wewe nafasi niwaelezee tu yale magumu niliyopitia mpaka leo naitwa babu wa TikTok. Wasimuone tu mtu anakula bata, kapitia mengi. Kwa hiyo wawe wavumilivu, watafika tu. Show ya leo hapa imetupa mfano mzuri. Mama Asha Baraka miaka 20 leo ndo kapita. Kwa hiyo ndo maisha. Ukiishi kwa makasiriko unazeeka haraka. Inabidi ufly muda mwingi. Sasa unamkasirikia nani? Tumeonana mitandaoni. Hunijui. Usiokasirikia familia yako. Kwanza hata familia yako ukikasirikia wewe ni mpumbavu. Kama babako akakuzaa kwenye umaskini, sio ujinga wake. Huwezi kujua yeye alibanwa kiasi gani mpaka mkawa vile. Mshukuru tu kwa kukuleta duniani, alafu jitafakari. Kwa sababu hakuna matajiri wanagombana na baba zao. Kwa nini wewe maskini unawachukia familia, unachukia watu wa mitandao? Utapenda nani? Hivi babu wa TikTok, kwa mfano mtu akikosana na wewe, mara nyingi anakuwa mess up wapi? No, mimi si hesabu zile ni mess up, na hesabu ni mafunzo. Mara ya kwanza nilibani kikweli, kwa sababu hivi vitu nilikuwa sijavizoea. Watoto kutukana. Wajua zamani watu wazima ndo wanawakanya watoto, sasa hivi watoto ndo wanawakanya watu wazima. Yaani wao wanajua zaidi kuliko watu wazima. Hiyo mitandao wanaoringia alioanzisha ameanzia miaka 40 kwenda mbele. Hata akifunga leo hujui utafanya nini. Sasa una sababu gani ya kumchukia mtu kwenye vitu ambavyo ni vya kawaida? Mwenye mtandao hajanichukia mimi nilichokipost, wakichukia wewe. Yaani umekuja umeangalia posti yangu mfano, imekukera.
umerudi tena, alafu ukacomment, kwa hiyo umejikera mara 3. Huo ni ujinga. Huo muda unaupata wapi yani? Mimi nina hiari ya kusoma komenti yako, nisisome, nisijibu, niijibu, ni nini? Mitandao ya kijamii unaona kwa namna inapoteza ile wajibu wake, kazi yake ambayo ilikuwa inahitajika kufanya, na watu wanaitumia vibaya. Hapana, wanaopotea ni wao wenyewe wa kutokuielewa mitandao ya kijamii ni nini maana yake. Zile ni platform. Mtu leo anasema mfano ule mtandao Tinder au Tag eti ni mtandao wa kimalaya. Mwenyewe alisema hivyo. Ni wewe umejiweka kwenye hiyo position ya kutongozana, lakini kuna watu wanapata madili makubwa mle ndani. Mimi leo unaniambia nisiposti sacrifice, wakati Facebook wenyewe wananiambia fanya hivi babu, ili kupeleke kuingizia hela zaidi. Hakuna mtandao hapa Tanzania unaolipa zaidi ya Facebook, na watu wengi hawajui. Mimi nikiwaonyesha data zangu mimi naringa, na ndio maana naona, lakini ile sacrifice ni fahari ya Watanzania, sio ya kwangu. Unaona, imeweka rekodi ya kuvunja rekodi ya Afrika Mashariki nzima kwenye mwezi mmoja, milioni 24 viewers, haijawahi kutokea. Sasa si ni fahari hiyo? Alafu mtu hana wimbo wengine kila siku huo, wewe unanilipa? Ananilipa, ananiambia posti. Kwa hiyo nikusikize wewe au nimsikize yule? Ule mtandao sio wa Mnyamwezi wala sio wa Mdigo wa Mbondei kama mimi. Itumieni mitandao vizuri. Mitandao ina faida, na sio lazima hata hiyo Facebook inilipe. Ile inanipa platform nionekane kidunia. Mimi ningealikwa hapa kama nisingeonekana. Umeona? Kwa hiyo vijana, please, embu acheni. Najua mmepungua, lakini endeleeni kupungua. Njooni, nawashukuru wanaokuja inbox, babu tulikuwa tuja kuelewa, nisamee, wajua. Naambia leo mimi sina chuki na mtu, as long as mtandao sio wetu. Hamna hiyo. Kuna namna umezungumzia kwamba umefanya muziki kwa takriban miaka 40 na zaidi nafikiri. Kuna namna uliona kwamba muziki haukulipi ukaamua ujimix zaidi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii? No, sijawahi kukata tamaa kwenye muziki, kwa sababu kwanza muziki naupenda. Mimi nilikuwa natolewa shule darasani, darasa la 4 la 5 mpaka la 7 mpaka sekondari. Mimi mwalimu akichelewa anaanzisha kinanda, na kinanda changu kidogo kalkuleta, lakini kinanda humo. Mbona ndio maana nikakwambia wewe nitafutie siku nikuje nikupe madini. Huyo mwalimu alikuwa akinitoa nje, akaja akanikuta 2017 napiga New Africa Hotel, nikamchezesha twist. Naambia usikuwa unanitoa darasani, njoo hapa. Akakubali. Mpaka leo best yangu hivi yani. Yeah. Baada kupata familia? Familia kubwa sana. Watoto wangapi? Na watoto 7. Yeah. Wakiwa wamezaliwa kwa mama mmoja au mama tofauti? Mama tofauti. Mama wangapi hapo? Hata sikumbuki, lakini mke wangu haswa ni watoto 3. Kwa hiyo hao wengine ndio hivyo tena. Na unaishi nayo mpaka sasa? Wote, alafu mabesti zangu hawaniiti baba, wananiita babu. Unawalea katika mazingira gani kama mzazi ambaye washakuwa wakubwa? Wa mwisho mwenyewe yuko Dubai huko, kashamaliza mpaka chuo nini, sina mtoto wa kumlea. Wao hata kunilea mimi hawanilei, maana mimi mwenyewe najiweza. Naishi kwetu mpaka leo. Makuzi yao yalikuwa ni namna gani? Kwa sababu kama father mwenyewe ni Mnyamwezi Brotherman, yani ukimwangalia unaona kabisa aliyegoma kuzeeka. Malezi yao ulikuwa unawapa kwa namna gani? Kwanza kuzeeka ni kujitakia. Waweza kuwa mtoto mdogo unakasirika, ujipendi, unachukia maisha, lazima sura itashuka. Mimi watoto wangu niliwasoma, nikaona hawa wanamwogopa baba yao, basi pap naambia twende tukatembee tukale, nawapeleka labda KFC au wapi nini whatever, and then baada hapo nawatia bilikana zienzi hizo, naambia sikizeni, nendeni mkacheze disco, mimi niko huku babu yenu nakula mitungi yangu na sigara, mkichoka mimi nipo hapa. Basi wanachoka wao kabla ya mimi, wakawa hawatoroki tena. Umeona? Kwa hiyo nimewazoesha maisha ambayo usimbane mtoto wako, msome, muangalie kipaji chake ni nini au anapenda nini, muendeleze kwenye kile anachokipenda. Kama kuna baya mwambie hapa una over limits. Umeona? Punguza, fanya hivi, haya maisha yapo. Kwa hiyo nikajenga urafiki na watoto wangu.
kuna mtoto au watoto ambao unaona wamefuata nyendo zako, yani kuna baadhi ya tabia ambazo wamezichukua kwa ukubwa? Yani wote wanaimba, tena wanaimba kuliko mimi, na nikawakataza, nikamwambia babu yenu sijamaliza, msije mkanipiga bao ikawa mambo mengine hapa. Kwa hiyo wameajiriwa, wengine wana maisha yao, wana hivyo, wengine wameolewa, wengine wameoa hivyo yani. Yeah. Uko proud kwa namna ambavyo umewalea watoto wako, yani father ambavyo uko, fatherhood ambao umewapa nini? Uko nao proud ukiangalia ndio ambao wamekuwa wakubwa sasa hivi? Sana. Funzo nitakalolitoa kwa jamii, watoto wangu walichanganywa na marafiki walipomwona babu yao wanafanya vitu wanavyovifanya mtandaoni. Kwa hiyo watoto wangu kuna kipindi wakanichukia, na mimi nikanyamaza kimya, nikasema watarudi, na wakarudi kweli. Baba sasa wafanya mambo gani hizi? Yani walikuwa wanachukua video ninazoziposti wale marafiki zao, mwangalieni baba yenu wanavyoathirika huko. Nikamwambia Nelson Mandela alitiwa jela akaja kawa rais. Mimi kutukanwa mtandaoni, wanaonipenda ni 98%. 2% tu ndo kwa hiyo mimi niwaache hawa niwafuate hawa wawili? Baba sana ngumu, tumekuelewa babu, kuanzia leo tutakuita babu. Kwa hiyo mimi ninavyoishi na wanangu, yani kama mabesti, yani siishi nao kama watoto. Hivyo. Kijana yoyote ambaye anakutazama sasa hivi, kuna interview yako moja niliwahi kuiona, ulizungumzia kwamba kama ungekuwa ni kijana ungerudi miaka 25 usingeoa. Kwa nini maamuzi hayo, na kwa nini umeamua kufanya nini ungefanya maamuzi hayo? Hayo ni mambo deep sana ya kimaisha na ya kibinadamu ambayo kila mtu atashtuka kwa wakati wake, umeelewa? Hata mimi nilikuwa hivyo hivyo wakati ni mdogo, lakini kila unavyokuwa unayaona mengi. Yale unayaona unajifunza, ulichoambiwa, unachokijua, unachokiona, mwisho unaamua wewe wapi ni pazuri. Kwa hiyo sasa hivi mimi sina mambo ya kuficha, basi endelee. Ukioa shauri yako, sikukatazi. Sijui ukifanya hivi, mimi sikukatazi, lakini itafikia mahali na wewe utashtuka. Unaona? Kwa hiyo hakuna kulazimishana kwenye haya maisha. Umezaliwa peke yako, utaondoka peke yako, yani hivyo. Kwa hiyo ulishtuka na miaka mingapi mpaka ukaamua kwamba sasa masuala ya ndoa nini naweka pembeni? Nilipolia kuhusu mapenzi ni wakati nina miaka 52. Ina maana miaka 10 iliyopita. Leo nina 62. Pale nilipolia kuhusu mapenzi na vitu nilivyoviona wakati niko Unyamwezini, inateseka yani. Miaka 52 ni miaka ya mtu mzima, yani mzee kabisa yani. Mapenzi yalikuumiza na kitu gani? Maana umri wote tunaamini kama unakuwa na mtu maana mshakaa naye, mshazoeana na vitu. Hapana. Mimi nilitalakiana na mke wangu, na sio jambo geni kwenye maisha, hata mitume ilitalakiana huko. Kwa hiyo nilipokaa chini nikapata mwenza mwingine mdogo ambaye nikamtoa kutoka ground huko chini na nikaingia mikono na miguu, kichwa ile mnaita, nikawa nimesabilia kila kitu, lakini kumbe na yeye ana akili yake. Kwa kile kitu huwa kina ku stress kidogo, kuona sasa nimekutoa kule, sasa hivi umeanza kuonekana. Umeona? Na nilimwambia wewe utatongozwa huku unakokuja kwangu hivi na hivi, lakini uwe makini, unatafuta maisha. Na mimi nimeamua simu yangu anakaa nayo. Mimi I don't care, nilifuta namba zote za ujinga. Lakini pia nikatendwa. Kila wiki gauni jipya la panda kwenye show. Maana nilifundisha mpaka kuimba. Kila wiki gauni, mfungulie akaunti. Miezi 10 imepita. Alitakiwa awe na kama milioni 16, ana 200,000. Zimekwenda wapi? Kwa hiyo siwakatishi tamaa jamani, niendeleeni. Mfumo wangu hauwezi kuwa wa yule wa huyu. Kila mimi umenihoji kwa mimi, kwa hiyo ni sawa, ndio hivyo maisha yangu. Ila mlibadilika kupata watoto? Nani? Na huyo bibi? Hapana, miezi 10 tu tuliishi, lakini miezi 10 ilikuwa ya maumivu makali zaidi ya mke wa kwanza. Nimeshakuwa sugu. Bwana, pole sana. Bwana, pamoja sana. Lakini pia nashukuru kwa muda wako, kwa sababu imekuwa ni interview nzuri na ina mafunzo mengi kwa vijana wa sasa, lakini pia watu ambao kutazama. Chochote cha kumalizia kwa mtu anayekutazama? Mimi ninapoposti kitu changu napenda sana kutumia utani kutoa elimu. Kwa hiyo usikurupuke kunisikiliza. Kila mtu ana staili yake ya kutoa madarasa. Madarasa ya babu yana utani. Kwa hiyo usichukulie ule upumbavu unaouweka, la ndani irudie ile posti, ina mafunzo mengi. Umeelewa? Ni staili yangu ndio ilionijia. Wewe
unasikia tena hello, wewe waona hapo zee fala, wewe unapitwa na mambo mengi sana. Bwana, siku sana. Pamoja. Bwana, nikwambia kwamba itakuwa ni kali na mzee wa TikTok, babu wa TikTok.